makerubi tumekusanyika mbele zako Bwana Mungu. Oh, tunakuabudu wewe Bwana. Tunakuabudu wewe Asante mfalume, asante libarikiwe jina lako. Asubuhi ya leo ulipotuleta kwenye nyua zako kwa ajili ya ibada hii, Baba utukuzwe, uinuliwe. Mungu uliye mkuu, Baba wa mianga, Jehova ndilo jina lako. Asante mfalume, Baba tunakuadhimisha. Asante kwa baraka yako. Asante kwa mvua yako ya uzima ambayo Bwana unaiachilia kwetu asubuhi ya leo. Baba libarikiwe jina lako. Baba utukuzwe. Wewe ndiwe Mungu wetu, Mungu wa kuabudiwa. Jina lako ni kuu. Asante Bwana. Asante kwa watoto wako wa kiume na wa kike unapowaketisha katika nyua zako kwa ajili ya ibada hii. Mioyo yetu inakuelekea wewe. Tunakuabudu, tunakuinua, mfalume wa milele. Utukuzwe Mungu wetu, Baba uliye Mungu mkuu. Pokea sifa, pokea shukrani asubuhi ya leo, Mungu tupendaye. Asante, asante, tunainama kwako, tunakuabudu, tunakushukuru Baba, tunalibariki jina lako. Tunasema asante katika jina la Yesu mfalume na Baba wa milele, Mungu uliye mkuu sana. Tunakuomba ulijali
wa kesho, maana hao ndio watumishi wa kesho. Ni nguzo ya kanisa, ni nguzo ya jamii, ni nguzo ya taifa, maana hao ndio viongozi wa kesho, maana hao ndio watumishi wa kesho. Ni nguzo ya kanisa, ni nguzo ya jamii, ni nguzo ya taifa, watoto. Yeye ni wokovu wangu, namtumaini Bwana Yesu, namtegemea yeye ni wokovu wangu. Yu karibu nami sana, ananitetea, aniachi peke yangu mimi usiku na mchana. Yu karibu nami sana, ananitetea, aniachi peke yangu mimi usiku na mchana. Bwana akaitika, kwenye taabu alimlilia akamjibu. Katika shida alimuita Bwana akaitika, kwenye taabu alimlilia akamponya. Alimtegemea Mungu, alimtegemea Masia. Namtumaini Bwana
natafuta Bwana wangu niponye. Wewe ni mwamba na ngome yangu imara. Baba unateta nao, Bwana unateta nao, wale wote wanateta na mimi. tena wapigana nao Baba, Tena wapigana nao, wale watakao kuniangamiza. Baba unateta nao, Bwana unateta nao,
Baba yetu na Mungu wetu, wewe ni Mungu wa rehema sana. Watu wako walipotoka majumbani wameshika dhaka na dhabihu katika mikono, wamesema waje mbele zako ili Bwana watimize agizo lako na neno lako. Mioyo yao wameitoa mbele yako, lakini wameshika dhaka na dhabihu. Mungu kabariki kwa kazi za mikono. Bariki kila mtu atakayesimama mbele zako na kutenda lile ulilokusudia kulifanya ndani ya kanisa. Ukibariki mashamba, mifugo na kila kazi itakayotokea maofisini, na kila jambo atakapopanda wakavune vya kujaa na kusukwasuka. Asante Yesu kwa kuweka ulinzi juu ya maisha, na baraka hizi zitafuatilia kwa upesi. Asante Yesu kwa kuwa umezipokea, basi takasa mioyo yao na sadaka yako inanena kwenye madhabahu, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.
mikono yake Bwana. Usisahau ya kwamba ni kazi yake. Mjue sana Mungu aliyekuumba. Usisahau ya kwamba ni kazi yake. Mjue sana Mungu aliyekuumba. Ukapokee mfalme amani, yakafanyike manukato mbele zako. Tunaomba Roho wako Mtakatifu pamoja nasi, tusikilizishe. Mungu mwaminifu pamoja nasi, ukatukumbushe katika jina la Yesu Kristo leo Bwana mkutamsha, tunaomba na kushukuru. Amen. Na udhaifu na ufidhuri na misiba na adha na shida kwa ajili ya Kristo, maana ni wapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Sikiliza asubuhi ya leo. Ujumbe wetu ni udhaifu wenye nguvu. Tunaona mtumishi wa Mungu Paulo anaonyeshwa mambo mengi kwa wingi wa mafunuo. Mungu alitaka kumuonyesha mambo mengi, japo hapa anatamka na jitambulisha kwa mafumbo kidogo. Wakati Paulo anayaonyeshwa mambo haya, alikuwa na udhaifu. Kulikuwa na shida kwenye mwili wake. Yeye akaita kwamba huo ni mwiba uliokuwepo kwenye mwili wake. Lakini pamoja na mwiba aliokuwa nao, Mungu alimtumia Paulo kwa kiwango kikubwa. Akamuonyesha mambo makubwa. Andika itabadilika, na hasa kama mwiba ule uko ndani ya mwili wake. Kwa hiyo Paulo anatembea, lakini anatembea mwiba upo. Mwiba upo. Lakini pamoja na mwiba huu, huyu mtu anaingia kwenye ufahamu kubwa wa mambo ya kipekee sana ambayo yeye alimuonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaposema udhaifu, lakini ni udhaifu wenye nguvu. Katika mistari hii, udhaifu unaoonekana ni ile namna ya mtu kuona bila Mungu yeye hawezi. Huo hasa ndio tunaoongelea.
Ijapokuwa mwiba huu alioupata Paulo, anaeleza kabisa kwamba kwa kuwa nimekuwa na wingi wa mafunuo, nilipopanda mbingu ya tatu nikasikia maneno ambayo haijuzu mwanadamu kuyatamka. Nikaona mambo makubwa ya kiroho, nikaona hazina za kipekee katika Mungu. Mungu akaweka mwiba ili nisije nikajivuna. Mwiba ule, Paulo anasema nilimsihi Bwana mara 3. Inawezekana alifunga kwa maombi na maombi mwiba ule utoke, lakini ule mwiba hakutoka. Kumbe ule mwiba ulikuwa sababu ya kwamba mtu huyu asije akajivuna. Unajua, panahitaji kila wakati tujue ya kwamba bila Mungu sisi hatuwezi. Jina la Bwana libarikiwe. Bila Mungu sisi hatuwezi. Kwa hiyo Paulo anatembea na mwiba ule. Ilipotaka kutokea namna fulani ya kuona kwamba amebarikiwa sana, mwiba ule ulijitambulisha, ikamfanya apige magoti kumlilia Mungu. Sasa udhaifu huo wa kuona ya kwamba bila Mungu yeye hawezi ulikuwa na maana kubwa sana kwake, kwa sababu udhaifu ule ulimsababisha kila wakati ajinyenyekeze kwa Mungu. Hebu sema amen. Kila wakati Bahari ni yake, ndiye aliyeifanya, na nchi kavu
ukapokee. Mfalme namtegemea yeye, ni wokovu wangu, yu karibu nami sana, ananitetea, aniachi peke yangu mimi usiku na mchana, yu karibu nami sana, ananitetea, aniachi peke yangu mimi usiku na mchana. Shida alimuita Bwana akaitika, kwenye taabu alimlilia akamjibu. Katika shida alimuita Bwana akaitika, kwenye taabu alimlilia akamponya. Alimtegemea Mungu, alimtegemea Masia. Alijinyenyekeza kwa Mungu alipotaka kutafakari ya kwamba nimetumika mpaka nimeona mambo makubwa. Ule mwiba ulimrudisha, akanyenyekea kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana kwetu tuone udhaifu wa kwamba bila Mungu, haijalishi umebarikiwa namna gani, tuone ya kwamba bila Mungu sisi hatuwezi. Mimi ni dhaifu bila Mungu, na bila Mungu mimi siwezi kufanya chochote. Unapotambua udhaifu huu, heri yako. Jina la Bwana libarikiwe. Ukitambua udhaifu ule, ya kwamba katika kila eneo unaloshughulika nalo, kwamba bila Mungu wewe huwezi. Ndio maana Mungu anamwambia Daudi, anamwambia Paulo ya kwamba neema yangu inakutosha, kwa sababu neema yangu inaachiliwa kwa mtu pale anapoonekana
ana uwezo wa kusujudu na kupiga magoti mbele ya Mungu ya kwamba yeye hawezi. Haleluya, haleluya. Unapoelewa kwamba wewe huwezi kuiendesha familia yako, matatizo yaliyoko kwa watoto wako au kwenye ndoa yako, kwamba wewe huna uwezo, maana yake itakufanya unyenyekee kwake. Bila Mungu hatuwezi. Na ndio maana kila mtu anahitaji kumhitaji Mungu sana. Wewe unayenisikiliza ulielewe neno hili. Bila Mungu hutaweza chochote. Yesu anafundisha, anasema, nani miongoni mwenu aliye na uwezo hata wa kuongeza urefu wa mkono wake? Nani katikati yenu? Lakini Mungu hata idadi ya nywele zenu yeye anazijua. Maisha yetu yako mikononi mwa Mungu. Na ndio maana kwa kuwa maisha yetu yako mikononi mwa Mungu, inatupasa sana tumwelekee yeye, tumkimbilie yeye. Na ndio maana tukiwa duniani hapa tunahitajika tukimbilie wokovu, tumpokee yeye Yesu Kristo ya kwamba awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Hebu tumpigie makofi na vigeregere. Haleluya. Yesu Kristo ni Mungu aliye hai. Yale yanayoshindikana kwako yeye anayaweza. Haleluya. Anaondoa magonjwa ya aina zote. Anabadilisha waliokuwa tasa leo wananyonyesha watoto. Haleluya. Anapeperusha magonjwa, anayaondoa. Na ndio maana leo tunamhubiri ya kwamba hapana mwingine mwenye nguvu isipokuwa ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Nasema haleluya. Yeye ni Alfa na Omega. Akitamka vitu vinabadilika. Haleluya, haleluya. Wakati tumbo la mke wangu limeonekana ni vigumu kupata mtoto, wanasayansi wanafeli, magynecologisti wanafeli, wanaona hapa haiwezekani. Jamani, haleluya. Ukiinama mbele yake kwamba hapa mimi siwezi, Yesu anatokea. Miaka 15 bila mtoto, lakini tulipoinama mbele ya mzee wa siku, hata kama vitu vimethibitishwa ya kwamba haiwezekani, alafu wakaandika paka na wakasaini, wakapiga na mihuri ya kwamba haiwezekani, ukikiri ya kwamba mimi Bwana siwezi, wanasayansi hawawezi, Bwana watu wa ukoo wangu hawawezi, yeye anatokea, halafu anaachilia uweza wake. Haleluya, haleluya. Yeye hana cha kwamba labda tuingize ka kitu fulani, hana. Yeye anatamka tu. Jamani, haleluya. Anaita maiti, anaita Lazaro. Aise, Lazaro njoo huku. Maiti ambayo funza wanatokea, yeye anatamka, anaita. Jamani, haleluya. Kwa hiyo akasema naye, akasema, mwanangu Rafaeli Machimu, na wewe upate mtoto wa kumkumbatia, asema Bwana wa majeshi. Haleluya, haleluya. Benjamin, hebu kimbia uje hapa. Uko hapa Benjamin? Mimi leo nimekaona kana dunda step hapa. Nikasema Yesu unatisha. Mabingwa walisema haiwezekani, lakini Yesu mtenda miujiza
kwake yote yanawezekana. Paulo anasema kumbe ni wapo dhaifu ndio nina nguvu. Nikijifanya nina nguvu kumbe ndio dhaifu. Anasema udhaifu wa namna hii unaniletea nguvu. Haleluya. Yani unakiri kwamba siwezi mimi bila Bwana, mimi bila Yesu siwezi. Akikuona unatenda namna hiyo, utamwona natokea. Hili ulisikie. Bila Yesu Kristo wewe huwezi. Kumbe neema ya Mungu inatokea, na ndio maana maandiko yanasema Mungu wapa neema wanyenyekevu. Mnyenyekevu ananyenyekea wapi? Maana yake ananyenyekea kwa Mungu. Unaponyenyekea kwa Mungu, neema inaachiliwa, na ile neema ndio inayokufanya wewe ushinde. Unapokuwa dhaifu, kumbe ndio una nguvu. Ndio maana ujumbe wetu tunasema udhaifu wenye nguvu. Naona kwa sababu unakuwa dhaifu, lakini hapo unaipokea nguvu ya ajabu ambayo ni ya kipekee. Unakuwa na nguvu kwa sababu ya ule udhaifu wako, kule kuona kwamba bila huyu Mungu wewe huwezi. Jina la Mungu libarikiwe. Hebu tusome Mithali sura ya 3 mstari wa 5 mpaka wa 8. Mstari wa 5 mpaka wa 8. Mstari wa 5 mpaka wa 8, Biblia inasema hivi: Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu. Itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako. Amen. Mungu anasema mtumaini yeye, tena kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Ukiri ya kwamba wewe huwezi. Utamke ya kwamba wewe huwezi. Na ndio maana watu wanakimbia, wanaingia kwenye mahekalu waabudu, wanapiga magoti mbele ya Mungu wakikiri ya kwamba bila Mungu haiwezekani. Mtumaini huyo. Wala usitumainie waganga, wala usitumainie wachawi, wala usitumainie mali zako. Wangapi wanastawi baadaye unaambiwa ameshatoka duniani, tena kwa ghafla tu. Wengine wanaingia tu kwenye anaingia bafuni, mambo yanamalizikia huko, wanamkuta alishaanguka chini, akaunti zake zimejaa pesa. Naona alikuwa na uwezo wa kuruka kwenda popote kutibiwa, lakini haikuwezekana. Tunaona ya kwamba usalama wa mtu ni katika Yesu tu. Bwana Yesu asifiwe. Hapana jina jingine chini ya mbingu tulilolipewa wanadamu linalotupaswa kuokolewa kwalo, isipokuwa ni jina la Yesu lenye nguvu, la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Haleluya, haleluya. Unaposikia neno hili na ujumbe huu, ikupeleke kwenye hatua. Hatua ni Mungu ayaijirie maisha yako, anayaondoa madhambi katika maisha yako. Ukitambua ya kwamba hata dhambi hizo ulizo nazo, umejaribu sana kufanya sala za namna mbalimbali, dhambi haiondolewi kwa sala tu fulani, inaondolewa na mmoja. Haleluya. Yeye aliyemwaga damu yake ya ukombozi msalabani, na akasema imekwisha.
yeye ana uwezo wa kuwabadilisha wanadamu. Unaposikia sauti hii leo, usikie na ujue ya kwamba maisha yako yamebebwa na yeye ambaye ni Kristo Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Jamani, haleluya! Maandiko yanasema Yuda na Israeli wote wakawa wamekusanyika. Matamko yale yalikuwa ni matamko ya kujisalimisha kwa Mungu, ya kwamba bila wewe sisi hatuwezi. Macho yetu yanatazama kwako. Watu wote wa Yuda wakaporomoka chini, alafu wakasujudia. Kila moja kwenye moyo wake kuna sauti inalia ya kwamba bila wewe Mungu sisi hatuwezi. Maana yake wakawa kwenye udhaifu unaozalisha nguvu. Wakasujudia wote, na mfalme mwenyewe Yehoshafati anapiga magoti, anasujudu, anamkiri aliye Jehova. Anasema ni wewe peke yako, wewe ukiamua haya majeshi yatayeyuka. Biblia inasema Israeli na wazee wote wakasujudia. Haleluya! Maandiko yanasema walipokuwa wanasujudia, wanakiri kwamba wao hawawezi, lakini wanasema anayeweza ni Mungu. Naam, Mungu akashuka kwenye ile maskani, akashuka, utawala wake ukateremka pale. Ndipo mmoja wao akaijiriwa na Roho, akasema sikilizeni, sikilizeni, asema Bwana wa majeshi, vita hii siyo yenu, vita hii ni ya Bwana. Naam, leo mtaona jinsi atakavyowapigania. Haleluya, haleluya! Hakuna jambo la kumshinda Jehova. Wewe mama, umezunguka kwa waganga na waganga hujapata faida. Leo tunamtaja Yesu kwenye madhabahu ya kwamba yeye anaweza. Yaliyoshindikana kwa wanadamu, kwa Yesu mwana Mungu aliye hai, yote yanawezekana. Huyu ndiye Mungu wa kuabudiwa. Anatisha, anabadilisha, anafufua, anaponya, yu hai milele na milele. Nina furaha leo, wewe ndugu yangu unayenisikiliza, ulisikia neno hili. Neno hili ni la kukubadilisha. Inawezekana pale pale ulipokaa, weza utafika hapo, ikiwa tu utafungua mlango na kusema ya kwamba Yesu nakukaribisha kwenye maisha yangu. Yesu anaweza, Yesu anatisha, Yesu anaponya watu, Yesu anatengeneza, Yesu anawapa watu baraka. Yu hai, wala sio miungu ya watu. Anatisha. Yeye ni Mungu wa kuabudiwa na kusujudiwa. Simama juu kwa miguu yako. Mwenye nguvu ni mmoja tu. Haleluya! anaitwa Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Majini wanajua, pepo wanajua, iwe wanakaa baharini, iwe chini, iwe kwenye kona yoyote, wanamfahamu. Haleluya! Uliye na shida yoyote, piga hatua haraka uje madhabahuni. Tembea haraka uje kwenye madhabahu. Yesu anashughulika na watu, anayeshughulikia maisha ya watu, anashughulika na maisha ya watu. Sema neno hili kwenye madhabahu, useme Bwana Yesu. Tumia sauti, Bwana Yesu, leo naja mbele yako, nanyenyekea kwako. Mimi siwezi pasipo wewe. Bwana nisaidie leo kwa jina la Yesu. Ninaomba Bwana, uweza wako na neema yako iachiliwe kwangu. Bwana nisaidie, nisaidie
shida niliyo nayo iondoke kwa jina la Yesu. Magonjwa toka kwa jina la Yesu. Mungu, ingilia kati kwenye maisha yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tulia. Baba, katika jina kuu linalopita majina yote, naita uwezo wako ulio mkuu. Bwana, uwashukie watu hawa kwa jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, Mungu uliye mkuu mwenye uwezo. Kwa jina la Yesu, Bwana wa uzima, pita mwenyewe. Bwana, ukapite, 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 toweka namna zote za yule adui. Ninaita uwezo na nguvu ya uponyaji iwatokee, iwatokee watu katika miili yao. Kisukari, achia. Mamlaka ya giza, achia, 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 achia. Kwa jina la Bwana wa majeshi aliye hai, ninaita nguvu ya Mungu aliye hai, naita uponyaji, naita maajabu ya Mungu aliye hai, yeye anayeishi milele. Kwa jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, ninampinga adui. Shetani, umeshindwa kwa jina la Yesu. Toka ndani, toka ndani yake, toka chia mwili huu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haya, chia, 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 chia. Toka ndani, toka ndani yake, toweka ndani yake kwa jina la Yesu. Toka mamlaka yote ya giza, chia kwa jina la Yesu. Sogea, sogea, sogea. Bwana anatembea, Bwana anatembea kwa jina la Yesu. Toweka namna zote utawala wa shetani, nguvu za giza, toka ndani. Tawala wa yule adui, natamka uzima, miujiza ya Mungu aliye hai aishie milele kwa jina la Bwana wa majeshi aliye hai. Naita uwezo wa Mungu aliye hai. Yesu, ingia kwenye miili ya watu, safisha. Uponyaji wa Mungu Bwana wa majeshi, majibu kwenye maisha ya watu wako. Yesu, tembea. Yesu, tembea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Uweza wa Mungu na uzima wake Bwana wa majeshi utokee. Tenda Bwana wa majeshi uli hai. Kisukari, achia miili ya watu kwa jina la Bwana wa majeshi. Pressure, utasa, ung'olewa leo kwa jina la Bwana wa majeshi ali hai. Nguvu ya Mungu atawalae milele katika jina la Yesu. Bwana, ingilia kati. Mungu, badilisha maisha ya watu, geuza, weka uzima katikati ya watu wako kwa jina la Yesu. Tenda maajabu, tenda miujiza mikuu. Yesu, badilisha. Mungu, wape watoto watu hawa. Tenda Bwana, ukabadilishe, uwaponye kwa nguvu yako ya ajabu. Yesu, mambo yanawezekana. Wewe ni Mungu wa kweli. Bwana, ukadhihirike kwa jina la Yesu. Shetani, toka ndani kwa jina la Bwana majeshi uli hai. Kwa jina la Yesu, toka ibilisi, toka, achia kwa jina la Yesu. Toka ndani, toka ibilisi kwa jina la Yesu, mwana Mungu ali hai. Kwa jina la Yesu, toka uzoza giza, utawala wa ibilisi kwa jina la Yesu. Nende naye, mbebeni vizuri, mbebeni vizuri kwa jina la Yesu. Toka ninyi, sogeni. Bwana anatenda kazi hapa katika jina la Bwana majeshi uli hai. Toka, toka ndani ibilisi, toweka, achia, 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 achia kwa jina la Yesu. Mamlaka ya Mungu ali hai, Bwana tenda, geuza watu, badilisha. Magonjwa yote yanang'olewa, sumu za namna zote kwa jina la Yesu. Toka ndani, achia, achia, toweka. Tawala wote wa yule adui, toka ndani kwa jina la Yesu. Natangaza uzima kwa watu wote, natangaza uponyaji mkubwa katika jina la Yesu. Pressure, pressure,
toka namna zote, magonjwa ya moyo, shida zote, utasa, toka, achia, achia watu hawa. Natamka uzima, imetokea, imetokea. Watu hawa ni wazima kuanzia sasa. Nguvu ya Mungu wa majeshi imepita. Miguu inayouma namna zote, maumivu kwenye kiuno namna zote, shida za namna zote, uchawi, mapepo, vyote vimekimbia katika jina la Yesu mwana Mungu ali hai. Wanadamu wamejawa sifa nyingi. Wanadamu walio wengi wanapenda kusifiwa. Uvumi wao wa ajabu wa mambo ya shetani. Uvumi wao wa ajabu wa mambo ya shetani. Wanadamu wamejawa sifa nyingi. Wanadamu
Makofi, makofi na vigelegele.